Well, today being the first day of the second month of the year 2022, February, welcome to Sky Cable TV News Bulletin here at Sky Cable TV News Desk. I am Wanjiku Njau. Isiolo Assistant County Commissioner has sternly warned of a continued crackdown on illicit brews in the county. Hatutasita kuwachukulia hatua na kuharibu hiyo pombe ambayo wanatengeneza kila uchao. Kwa ushirikiano na hawa chiefs wetu tutaendelea wakitupacha hambali, tunashirikiana na hawa na tutaomba hata nguvu zaidi ili hii kitu iweze kuisha. Kila area, kila kona ya hii area, na tuko na intelligence ya kutosha. Pombe iko na tutahakikisha imeisha. Pombe iko na iko kila mahali. Hiyo vituo yote tumemark na ni it's only time na tutakuwa pamoja na nyinyi mtajionea because we have able leadership with us. Residents of Molo area in Kuresoi North have expressed concern over a 25-foot open mine along the road in the TM area on the Molo Olenguroen road, fearing it could cause a serious accident. Na nimestaajabu sana kuona ya kwamba hapa kuna shimo ambayo ni kama ni futi karibu 40 na ni mahali futi 3 kutoka kwa barabara. Na tunastaajabu kwa sababu kuna watu ambao walianguka na Nissan hapa, wakaumia watu 23 na wote wakafa. Kwa hivyo ni jambo la kustaajabisha kuona ya kwamba Kwale bado watu wanachimba mashimo, lakini wanapochimba mashimo hawasibi hizo mashimo. Na sisi kama wakaazi tumewapea kama wiki moja. Kama mtu akuwa mmeshiba, basi tunaweza chukua jambo lolote. Tunaweza chukua hata madhege tuseme tuondolewe hii shimo ama ifunikwe na mwenye kware, kwa sababu ni risk na watoto wetu wanapitia hapo, magari yapitia hapo, nduthi zinapita, watu wa mguu. Kwa hivyo tunaomba izibwe ama tuchukue madhege. Na tunaelekea msimu wa mvua, labda hata kukaweza nyesha maji yanaweza. Bado inaendelea na kukata hiyo shimo, inaendelea kuwa pana ikisongaga kwa barabara. Kwa hivyo tunaomba kabla hiyo mvua kufika tuzibiwe hiyo shimo. Na hata kama hii Kwale, kwa sababu wanaendelea kuchimbua mawe, hata kama ni kufungwa ifungwe, tuone kama tutapata usalama kwa wananchi. Na nimesikia kuna mwana bodaboda alianguka hapo, na hata mtu ambaye aliye na macho akikuja hapo kwa hiyo kona angalia tu na macho yake, hata hitaji kuambiwa hiyo shimo iko mahali pabaya sana kwa kona. Ninafanya kazi kwa hii Kwale, na hii Kwale imenilelea watu wengi na nimekaa na wao, lakini kwa ile shida yenye imeonekana tutarekebisha kwa sababu dozi hayuko. Sasa kama dozi akikuja kesho tutafunika ile shida yenye iko, kwa sababu hiyo shima yenyewe ni very delicate na tutatengeneza hiyo maneno irudi sawa. Doctors from Kwale County are set to put down their tools tomorrow after issuing a 7-day strike notice to the county government of Kwale as they were requesting for the 2013 CBA to be implemented, but until now the county government of Kwale has not talked to them. And it is elapsing on 2nd of February 2022. That is on Wednesday. So by Wednesday, we as health workers, we will suspend all our services in all the public health facilities within Kwale. Kama umefanya kazi mwaka mzima unastahili upewe 5,000 katika hiyo job group. Unahupewi, bado unapewa zile pesa kidogo. Je, ni haki kudemand ama la? Na kama hutupe tufanye nini? Na tushapeana services. Hii ni deni, si kwamba ati tuna demand tupewe kwa sababu hatujafanya kazi. Tumefanya kazi katika ile job group kwa muda mrefu zaidi na tunastahili tupewe zile
ile area yetu ambayo tulifanyia kazi. Kwa hivyo wale wananchi wa Kwale wasifikiria ni kama madaktari hawako tayari kuwahudumia. Hapana, madaktari tuko tayari kuwahudumia na tuko na hiyo uwezo wa kuwahudumia, lakini pia sisi lazima tuangalie maslahi yetu. Tunahitaji fedha, wengine tuko na watoto wa shule, wengine tuko na masomo ya kulipia, so tunahitaji hizo fedha kwa hizo shughuli. Kwa hivyo sisi tutasimamisha huduma zetu, na kama county itatulipa tuko tayari kurudi kazini. Solidarity forever, solidarity forever, for the union next. Despite the court ruling out that residents of Owino Uhuru in Mombasa County should be compensated a 2 million compensation, up until now, they're still struggling and they're still marching down the streets seeking justice. Tuamini mambo na koti kwa sababu kesi tulishinda kotini na mambo ya delay ndio inatusumbua hapa. Kila saa tukienda hakuna makaratasi, kila saa tukienda kesi bado haiko kwa koti. Kwa hivyo tunaomba serikali itusaidie kesi iende vizuri tupate haki yetu. Tumpata hasara za manyumba zetu, watu wamegonjeka, wengine tunatumia madawa na bado hatujapata haki. Iliadhirika, nilipata mimi ni mwadhiriwa mmoja, tulikuwa tukipata dawa Potriz na hiyo ilikatika. Sasa natumia pesa yangu kutafuta dawa. Hapa kuna matatizo mengi, maana tunapigana na mashirika ya serikali ambayo yameamua ya kuwa watu wa Owino Uhuru hawataona haki yao. Tulishinda kesi ambayo tumepigania miaka 10 kotini. Halafu sasa wanasema eti wameenda kuappeal, halafu tukifika kotini hawajitokezi, hawaweki karatasi yoyote. Na serikali inazidi kuwalipa pesa nyingi sana ili watetee serikali. Kitu ya kwanza wamepoteza kesi. Namba 2 wanaweka makaratasi kotini eti ni appeal, alafu wanakataa kuonekana pale. Sasa sisi kama wakazi wa Owino Uhuru tumeamua, tukisikia lolote, kuna kitu inaitwa people power, si ndio? Inaitwa people power. Inaitwa people power. Na haki ya nani? Haki yetu. So if they try to play those delay tactics in court, we are warning them. Tunawapa tahadhari, maana ni sisi taxpayers ambao tunawalipa hao mawakili ambao wanatetea NEMA na IPZD. Ni sisi kama wananchi ambao tax yetu inawalipa. Kama wanataka kesi ifanyike vile waliappeal, kesi iendelee kotini. Hatutakuja kwa streets. Lakini wakijaribu kufanya kitu ile wanaita delay tactics, wanaweka makaratasi kotini eti wameappeal and then they don't show up. Hawataki kutokezea pale. Wanataka watu waendelee kufa, waendelee kuteseka, na wao wakiendelea kutengeza pesa na ile kesi yetu, hatutakubali. Francis Atwoli, who is the Secretary General of the Central Organization of Trade Unions, has continued to urge the workers of the government and also any other worker, together with business people, to continue getting vaccinated, just as we as a country are trying to recuperate and recover from the effects left behind by COVID-19 pandemic. How we will be able to survive after COVID. Now, me, I was lucky. I didn't get the first variant. The first variant, 99% of it was symptomatic. The second variant is the one which killed so many people, including the chairman of my own union, chairperson of my own union. And so many other people died. Second variant. The third variant, ambayo ilitoka India, was the worst. Here Kisumu walikuwa wame escape first and second, it was not in Kisumu here. I was testing workers here weekly. But the third variant was so bad, it killed so many people everywhere in this country, and in India it was worse. So COVID has killed so many people. But the story is that the COVID was funded by rich people in the US using Rockefeller Foundation, and it is a madman virus which was produced in level 4 a laboratory driven by the Institute of Viral Diseases in the United States of America, led by Dr. Fauci, who is in charge, with a view of about reducing 3 billion, almost 3 billion or something closer to that of the population, so that those
planners, wale watu wana plan for expansionism and for future about 100 years and so on, their great grandchildren will have an opportunity and a free country from where they can live undisturbed. So those sometimes people can be crazy and do some funny things. I don't know how true it is, but that is how it is. But eventually, we want to thank those who came up with a vaccine. Vaccine sasa imesaidia. Positivity rate in Kenya by yesterday it was between 2.5 and 2.6. And mimi nilikuja kupata mwisho kabisa on 30th of last month, ndio nilikuja kupata COVID, na luckily enough I had received 2 vaccines. Well, with that story, we come to the end of our news bulletin here at Sky Cable TV Kenya. More news will keep coming to you on all our socials at Wanjiku Njau and also at Sky Cable TV Kenya. I am wishing you a very lovely afternoon and see you at 7 p.m. East African time right here from Nairobi, Kenya. I am Wanjiku Njau.